nataka Wakatoliki teki mnijibu ya maswali. Tarehe 29 Oktoba kweli yalikuwa ni maandamano? Nyie kama maaskofu na wasomi ndani ya nchi hii, yale ya tarehe 29 Oktoba yalikuwa ni maandamano? Na je, kuna ushahidi wowote wa watu walioandamana tarehe 29? Nje na zile picha za vurugu na nini, kuchoma vitu na nini, kuna ushahidi wowote kwamba kuna maandamano yaliyoandaliwa tarehe 29? Na je, nyie kama Wakatoliki, nyie kama TEC ambao ndio mliratibu haya yote, hata kama ingekuwa ni maandamano, kweli ni haki kupanga maandamano siku kuna jambo la kitaifa, mkijua kabisa tarehe 29 kuna uchaguzi, na uchaguzi huo ni takwa la kikatiba, mkijua kabisa watu wanatakiwa kutoka na kwenda kupiga kura, alafu nyie mnasema kwamba tarehe 29 hiyo hiyo kutakuwa na maandamano? Kulikuwa na maandamano? Na kama yalikuweko, tuambieni ni nani alikuwa kiongozi wa maandamano? Yalikuwa yameratibiwa na nani? Ni nani alikuwa ameomba kibali cha maandamano ya amani hata akanyimwa? Asitokeze tu aseme si tulikuwa tumetangaza maandamano tarehe 29 Oktoba tutafanya maandamano, lakini tukanyimwa kibali, tukaamua kufanya kwa lazima. Hawa maandamano yalikuwa yanasimamiwa na mtu gani? Kuna maandamano ambayo hayana kiongozi. Lakini je, yalifanyika hayo maandamano? Nyie maaskofu wa TEC mnaotoa waraka wa kuonyesha kana kwamba mambo haya yameratibiwa na watu wengine wakati nyie ndio mmeyaratibu. Sasa ngoja niwaambie, tarehe 29 Oktoba kilichofanyika, zile vurugu zote zilizofanyika, kuchoma, yalikuwa ni maelekezo. Haikuwa ni maandamano, ilikuwa ni maelekezo. Yalikuwa ni maelekezo. Maelekezo yametoka tarehe 25. Kiongozi wa dini ametoa maelekezo tarehe 25. Tarehe 29 Oktoba hiyo vurugu zikafanyika. Na maelekezo yote aliyoyasema tarehe 25 ndio yaliyofanyika tarehe 29. Na huyu ni kiongozi wa dini ambaye baada ya kufanya tukio hili, baada ya kutoa maelekezo hayo tarehe 25, alipokuwa anatafutwa na jeshi la polisi, mlimficha. Na sasa mmemuondoa, amekimbilia Nairobi. Yuko hapo Nairobi sasa hivi. Sasa angalia maelekezo aliyoyatoa na jinsi mlivyomuelekeza, nenda kaseme hivi, kaseme hivi. Angalia, nataka uangalie hii klipu, uangalie uone haya anayoyasema huyu kama sio maelekezo, maana ameyasema tarehe 25 na utekelezaji tarehe 29 Oktoba. Yaani ndani ya siku ngapi? Siku 3 tu vijana wakatekeleza. Kwa nini? Kwa sababu tayari kulikuwa na vijana wamejificha wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi ambao wamekaa ndani ya makathedro yenu. Wakatoliki mmemweka, mkamchukua mchungaji ambaye mmemuhonga hela na ni kiongozi wa dini mwenzenu, mkamwambia katoe maelekezo, katoe mambo haya, na akaenda akatoa maelekezo na yakatekelezwa. Sasa leo mnayabatiza jina kwamba ni maandamano wakati ni maelekezo. Hebu msikilize vizuri hapa. Msikilize kabisa kwa umakini, alafu mniambie. Wale mnaokaa karibu na vituo na nyumba za polisi, choma nyumba zao. Vituo vya mafuta hivi vya Lake Oil, choma moto. Choma mwendo kasi hizi za Moffat hizi za kijani, choma zote, chomeni. Kachomeni vituo vya kupiga kura. Choma vituo vya kupiga kura. This is a war. Baada ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu huyu Bigumila anavyoongea kwa maelekezo yake, hamwezi kuona kwamba hayo ndio maelekezo yaliyofanywa tarehe 29? Kuna maandamano hapo.
kiongozi wa dini mkubwa ambaye anaheshimika ndani ya nchi hii, ametoa maelekezo hayo mlioyasikia, na alipoeleza ndivyo lilofanyika. Amesema kachomeni petrol station zote, choma. Watu wamechoma tarehe 29. Tarehe 25 hiyo hiyo amesema chomeni vituo vya polisi, na umeona wametekeleza maelekezo yao, wamechoma vituo vya polisi. Sasa mimi niwaulize nyie viongozi wa TEC, maaskofu 41, niwaulize nyie ambao ni wasomi, ambao tuseme ukweli wala tusidanganyane. Hivi kweli katika vile vituo vya polisi vya vituo vya petrol station ambavyo vimechomwa vya mafuta havina walinzi? Unataka unaambia petrol station za Tanzania hazina walinzi? Wako walinzi, tena wako pale, unakuta walinzi wawili wamekaa na wako na silaha. Sasa nataka niwaulize, maelekezo haya ya huyu kiongozi wa dini kuwaelekeza vijana, na vijana wakaamua sasa kutekeleza hayo maelekezo, wakaenda katika utekelezaji wake, wakaingia kwenye petrol station, wakaanza kuchoma kwa sababu kiongozi wa dini amesema. Sasa wameshachoma, wamemaliza. Nataka niwaulize nyie viongozi wa TEC, hawa walinzi wa vituo vya mafuta ambao wamekaa na silaha na watu wanakuja kuchoma kituo cha mafuta kabisa, wanakuja kuchoma moto, sio moto wa bahati mbaya kwamba utapiga simu zima moto ije. Askari wamekaa pale, watu wanakuja na wako na silaha na wanalinda kituo chao cha mafuta, alafu watu wamekuja kuchoma. Unategemea hao watu au askari wanaolinda kituo cha mafuta, wewe padri, wewe askofu wa TEC mko 41, mnategemea wale askari wanaolinda kituo cha mafuta waseme karibuni sana, chomeni, alafu wawachekee tu? Mnategemea hilo? Wao hawana haja ya kujitetea, hawana haja ya kupambana na wale watu wanaokuja kutekeleza ule uhalifu. Alafu mnakuja kubinua pua zenu, kujifanya ni viongozi wa dini wanafiki, mmevaa mavazi ya kondoo lakini ni mbwa mwitu. Mnakuja kuanza kusema kwamba eti mauaji, tunalaani mauaji, tunalaani mauaji. Niambieni, mtu amekaa kwenye petrol station yake, kwenye duka lake la biashara, maduka yote yaliyochomwa pale, asilimia kubwa ya maduka yanalindwa, kuna askari na wako na silaha, na sio polisi, ni maaskari makampuni na wana silaha. Mnategemea ile silaha wameshika ni kalamu? Kwa watu wanakuja kuchoma maduka, wanakuja kuchoma petrol station, wakae wanawachekea tu. Alafu nyie mnajitokeza badala ya kulaani maelekezo hayo ya tarehe 25, yametolewa tarehe 25. Kwa nini TEC hamkujitokeza mwanze kusema hapana, haya maelekezo ya kiongozi wa dini, hapana, sio sahihi kabisa, tunalaani hayo maelekezo? Hamkulaani, hamkusema chochote. Sasa watu wamekwenda, wamevamia, wamefuata maelekezo ya kiongozi wa dini, wamevamia vituo vya mafuta, wamechoma. Baadhi ya wengine wamepoteza maisha. Mnakuja hapa kwenye kupoteza maisha mnalaani. Kwa nini msilaani kiongozi wa dini anapotoa maelekezo kama hayo? Kwa nini msijitokeze kama TEC, kama ni watu mna hofu ya Mungu? Ndio maana hata mimi sasa hivi watu wanaponipigia simu, bwana usiseme Wakatoliki, waache tu, ni watu hawa Pentekoste hawa nao pia wameingia unafiki. Wanaanza kuniambia, Askofu Ikongo usiongee sana, unajua utahatarisha maisha yako. Wacha nihatarishe, lakini ukweli lazima tuuseme. Huwezi kwenda kuvamia kituo cha mtu cha mafuta, una askari wako na silaha pale, wewe unaenda kuchoma kituo cha mafuta, wakuache. Kwa kama wale askari walijitetea kwa kulinda kituo chao, wakazidiwa nguvu vikachomwa, lakini unafikiri zile silaha walizokuwa nazo walizificha? Walisema hapana, nyie chomeni tu. Lazima kulitokea mashambulizi, wanaotaka kuchoma na wanaozuia. Kwa kama kumetokea vifo, mnakuja kulaani. Kwa nini msilaani mwanzoni? Mumwambie wewe askofu Bigumila, sijui Bigumila, kwa nini unatoa kauli kali?
Hebu niambie, Tanzania hii, nyie wa Katoliki, Tanzania hii mmeifikisha hapa kweli? Maneno anayoyasema huyu mtumishi wa Mungu, kiongozi, ametoa maelekezo haya, hamkulani. Kinyume chake mlimchukua mkamficha kwenye kanisa lenu, mkawaficha pale Kurasini. Polisi wanamtafuta, mmemficha Kurasini. Mlipoona ni vipi, mkamtoa, mkamsafirisha, yuko Nairobi. Amekaa kule Nairobi, huku mnaanza kulaani vifo vilivyotokea tarehe 29 Oktoba, sijui nini vilivyo. Hivi kweli nyie ni watu wa Mungu kweli? Ombeni radhi taifa la Tanzania, muombeni radhi Mheshimiwa Rais Dr. Samia.